Mimi naitwa Mwanapili Bakari Mwabindo hapa Kiwerera hapa. Toka nilipoanza hizo shughuli zangu na miaka 20. Miaka 20. Shughuli za kuzalisha. Alafu ile miaka ikifika 10, hii 11 nikaanza michezo sasa. Michezo, maboli, watoto hapa wote watu wa maboli, watoto wangu ndio wazao wakubwa wote wacheza mipira na mimi nikiingilia hiyo kazi. Natembea tu. Tembea Tanzania, mimi nilikuja hapa karibuni kwa kucheza mipira. Tembelea huko. Nilikwenda huko Nairobi nazunguka tu na maboli. Sasa ile kuzalisha akija mtu majasi na mfadha hapa namzalisha vizuri sana. Lakini sikuwa pengine na maalum wa kuandika pahali pa kwa nile ndio kazi hata kwa sababu macho yangu nayaona yenda na kufunga kidogo nikaona hii kazi nzuri kweli na pesa lakini inaharibu macho. Sasa mimi kazi yangu michezo ndio mabolini. Kuna mtu naomi baki ile kija mtu kama anatumbo hapa kifuata mimi naenda kumzalisha narudi hapa. Hata sipo hapa nazalisha kwangu chumbani na pale pa kuzalisha na pale pa kulala huko kwangu chumbani. Hizi dawa zangu zilitoka kwa babu yangu, mzaa babangu nami akanipa hizi dawa. Huyu babu yake mwenyewe wamwelewa. Sasa nilipoanza maradhi watu wakapiga tocha akasema huyu lazima tuaya madawa. Manake sisi tukiondoka hii familia yetu itapata tabu. Ushasikia? Sasa ndio ikabidi wale wazee wakae chini na watu wake nipawe haya madawa kusaidia. Sasa mkweli babangu alikufa na wale watu wengine baba zangu nao walikufa. Hivi sasa ndugu zangu wakipatwa matatizo lazima aje hapa. Kufuata nini? Zile dawa za babu yao na baba yao. Hata kiwa na dawa zako za kizungu umetibiwa na hizi zangu yafaa uzitumie, hazina madhara kabisa. Wewe pengine una homa, maana kuna homa la mishomo. Ushasikia? Una homa lakini hizi mbavu za choma hizi. Na kifua cha homa sana. Sasa wewe ukapawe dawa zako kule lakini ukija hizi zangu ukizitumia hazina madhara. Zafuata njia moja kabisa. Mtu huja hapa hawezi, hata kuinuka hawezi. Lakini kampanya huduma mpaka kitoka hapo kwa maana shika njia mwenyewe enda zake. Lakini kulingana na kama nilivyoeleza. Hiki kitabu kina madawa yote. Kulingana na saa yako uliingia pale mahali atachukua kitabu mzee ataangalia, atajua dawa kadha. Hii ndiyo ya maradhi haya. Sawa bwana. Mwanadamu kama unavyoelewa kufa ni lazima mtu. Lakini matibabu yapo. Si watu waondolewa hapa wakapelekwa Ulaya na wakafa huko. Kwa sababu siku zikishafika hazina dawa. Napata wateja kutoka sehemu mbalimbali kwa sababu ya bidii yangu na ile sifa yangu na ule ukarimu wangu na ile heshima yangu kwa wateja zangu na wanipende na mimi nawapenda. Na watoka sehemu mbalimbali, wengine wanatoka Tini, wengine wanatoka Changamwe, wengine wanatoka Kistauni. Hata mimi mwenyewe saa nyingine ushangaa mtu ametoka kama Kwale na huko wako watu lakini amekuja hapa. Kwa sababu ya nini? Bidii yangu na heshima yangu na dawa zangu ni nzuri. Zina ukweli. Wengine ushindwa, nikaletewa nitoka huko hospitali na akaja hapa nikakaa naye nikalala naye asubuhi akajifunga mtoto wake. Wengi ni hivyo. Wewe wasikie toka. Wengi wao mshaka. Huenda kufika huko akaambia kama mtoto bado time zake. Akija hapa naomba Mwenyezi Mungu atakufika kama asubuhi wajifunga mtoto wake mpaka siku ya kwanza pili na zake. Sasa wakati wanakuja wanasema kwamba nilikwenda hospitali wananiambia kwamba muda wangu bado. Sasa kwa nini wanakuja kwako? Wao wanakuwa na fikra kwamba labda kitu ambacho hospitali wanawaambia sio sawa, ama wanajua kwamba kuna namna fulani ambao wanaweza kusaidia ule muda mkali? Hospitali atawaambia kama bado mtoto bado time atakuja, akija kwake nyumbani saa talala usiku tumbo sasa. Sasa yeye na bwana yake na hana msaidizi. Ndipo ajapombiwa kanambia mama kule mtoto wangu bibi yangu atoka hospitali akaambia tumbo haibado mpaka kesho lakini usiku tumbo yauma. Tutamwambia mbete
tambia tatajifungua sio na mtoto wake. Madaktari wa kizungu au kwenye hospitali unadhani wanawafikiriaje au wanaonaje wahudumu wa tiba za jadi au madaktari au matabibu wa tiba za jadi? Sasa wale madaktari siwezi kukuambia kama tuasifiana mimi na wao, maana sijawasongelea. Kama niliwasongelea wakanijua, ningekwambia kama wale niliposhirika nao na wasongelea tukiulizana bado. Na ule ushirikiano wote na madaktari? Sijasongeleana nao, sitakwambia jambo la urongo. Mimi Muislamu, lazima kwambie jambo lile la kweli. Sasa mimi nitasema daktari fulani niko pamoja naye na mimi sijamsogelea. Mtu huenda hospitali, akishinda hospitali akaja hapa, nikamfanyia nikamwambia basi wewe ukuja hapa, zile dawa zako ambazo zilitoka nazo hospitali ukitumia na hizi ni sawa. Manake siwezi kukwambia ziache, na zile ni dawa, na ukitumia na hizi pia hazina madhara yote. Zile zitafanya kazi yake na kunako tafanya kazi yake. Uone bwana. Wale watu wa madaktari mara nyingi huwa hawatupendi sisi, na sisi huwa tuwasaidia wao, lakini huwa hawatupendi. Mtoto amelala vibaya tumboni kwa sawa na mtu yuzaa sawa, lakini madaktari huwa hawataki, wataka watu wakae vile vile, mtoto akae vibaya, akifika kule hospitalini afanye operesheni. Atamdanganya mwambie hana njia, na njia uko nayo. Maanake uko nao vipi? Atamtia operesheni na atakuja fanya nyumba nyingine, na atasema mimi nenda kwa mama kule wakukanda, nione safari nitafaulu vipi. Na ukija ukimfanya bidii kimkanda mtoto sawa, na anaweza kazana njia ile yake ya kawaida, na daktari alisema njia hana. Unaona ajabu moja hii? Mwenyezi Mungu ni mkubwa, atazaa na njia yake, na daktari mimba kwanza alimwambia hana njia. Mimi nishazalisha watu kama nafikiri hawapungui hata 10 ambao mtu alitoa operesheni na nikaja nikafanya huduma, na akauma ni uchungu, akamwambia ukiuma usende hospitali, jaribu kwangu, na akaja nikamfanyia bidii kumweka sawa, kumpa zile dawa za kuzuia, na atazaa na njia yake, na alifanya operesheni pengine kama 2 ama 1. Shasikia kitu ambacho madaktari ni siwezi kuwalaumu sana, watusaidia, lakini huwa hawatupendi sisi, wasema sisi ni wauaji, na ambapo hata hospitali pia watu wafa. Shasikia, lakini sisi watu. Kwa hivyo hatuna ushirikiano nao. Ushirika tulionao ni hawa wagonjwa wetu, ndio tunashirikiana nao, manake ndio ambao watuthamini sisi, lakini kama wale huwa hawataki watu kama sisi. Wajidai kwa sababu wana kisomo, wajua tupite na hapa tutandika, lakini kama sisi tuwazalisha tu matasi. Sina kisomo lakini ujuzi, kwa sababu na sisi tulizaliwa na kina mama zetu, naye atuambie fanya hivi, mtoto akiwa hivi ufanye hivi, na umwangalie mtoto yuko wapi, na uone kama tazaki vipi. Sasa sisi tulishika ile maneno, hatuna kuandika, wale wenzetu wanakuandika na mashindano, madawa mengi, lakini sisi hatuna mashindano. Hivyo uone na matatizo pana mitini ile, mchemshie ule uchungu upande, ukikataa utamuondoa uende na hospitali. Kuna matatizo mengine, mama anaweza kuja tumbo la mume akamwaga maji mengi sana. Sasa ukiona yale maji mengi ambao sio kawaida, ushajua tayari hapa pana hatari, wamkimbiza hospitali, na ukichelewa ataanza kutoka damu, badala ya mtoto itakuja damu, na ikija damu mtoto kule ndani atakunywa damu na hatopona. Sasa ukiona yale maji mengi tayari jua mtoto amevua nguo mule ndani ya tumbo. Sasa mkimbize kule, atapata kisu, atatolewa. Sasa kuna baadhi wao huwa wafaulu vizuri, wengine ni ukweli, na kuna baadhi wafanya watu operesheni, wengine si ukweli. Lakini
shukuru pia daktari watusaidia, wao ndio watudharau sisi, lakini mtu kama mimi pia sijamdharau sana daktari vile daktari apendi sisi, lakini saa nyingine nashindwa na nikapeleka kwa daktari na mtu akafaulu. Sasa hii kuna tofauti na ukifika kule nyinyi madawa kienyeji shauri zenu, lakini kwa vile watu waelewa tangu asili, kina nyanya zetu, kina babu zetu, watu wametumia, kuna wengine wameamini hizi dawa za tiba asili. Asili ndicho kitu muhimu. Huwezi kumpenda mama ukamdharau aliyemzaa mama, au kumpenda baba ukamdharau aliyemzaa baba. Sasa kitu kama hii tiba ambayo ni ya asili, hiki ni kitu kimepokeleka kwa muda mrefu sana. Manake mambo ya hospitali ni mambo ya juzi. Tunavyokumbuka katika history ni kuonekana kwamba hawa wenye hospitali wangeweza kuheshimu zaidi mambo haya ya kienyeji, lakini sivyo wanavyofanya, kwa sababu kulikuwa na Nabii Muhammad, hakukuwa na zahanati yoyote ulimwenguni, akitumia kitabu na miti. Kwa Nabii Isa hakutumia kliniki yoyote, kulikuwa na Musa na wengineo huko nyuma, wote hawa wametumia vitabu na miti. Sasa wangekuwa hawa wachukue mawazo zaidi kwetu sisi, wapate ufumbuzi zaidi, lakini bado wanaendelea kudharau. Sasa kule kudharau kunaondoa lile ambalo umeliulizia, kule kushirikiana. Kunaleta uzito sana kushirikiana, kwa sababu ya kuwa wale upande mwingine uko sawa, upande mwingine unadharau. Sasa wewe unasoma Qur'an. Ndio. Wanasema mtu hajasoma, mbona vitabu vingi? Sasa wewe unaweza ukaitwa sheikh? Wewe ni sheikh ama sio lazima kwamba kwa sababu unaweza kusoma Qur'ani na vitabu fulani ukawa ni sheikh? Unaweza kupambanua hapo kidogo? Unajua masuala ya ushehe, masuala ya umaalim, unaona, ni tofauti sana na tiba. Unaona, ni tofauti na tiba. Unaweza kuwa shehe, unaona, ukawa msomi sana, lakini sasa kwenye mambo ya tiba ukawa wewe mchache sana. Unaweza kuwa maalim pia tiba ukawa mchache sana kwa tiba, ikawa pengine ni mambo madogo madogo tunayoyafahamu. Lakini unaweza kuwa wewe ni mtabibu, unaona, hujasoma sana kufikia kiwango cha sheikh, lakini umesoma alafu sana ukazamia kwenye mambo ya tiba. Unaona, unajua sheikh amesomea mambo mengi sana ya kidini. Unaona, sana yeye amezama kwenye masala ya kidini. Unaona, pengine hajazama sana kwenye masuala ya tiba. Lakini mtu kama mimi nimesoma kiasi, sijasoma sana vile kufikia kiwango cha sheikh. Lakini sasa mimi kutokana na elimu ambayo nilisoma, kile kiwango nilichofikia, alafu sikuendelea sana na kimasuala ya dini, sasa mimi nikazamia kwenye mambo ya tiba. Unaona, sasa pia tiba nayo ina reference nyingi sana, ina vitabu vingi pia hivi vya masuala ya kidini, lakini utapata pia kuna masuala ndani ya tiba. Unaona, sasa mtu anaweza kusoma, kwa mfano kama shekhe anaweza kupitia kitabu fulani kikawa kina masuala ya tiba pale ndani, lakini si interest yake. Unaona, hana interest na mambo yale ya tiba sana, yeye atapitia tu, atafahamu kwamba imeeleza nini. Unaona, lakini sasa ni kama by the way, unaona, amepitia tu pale, lakini interest yake yeye ni kwenye masala mengine. Unaona, sasa the same thing applies kwa sisi watu wa tiba. Unaona, tunaweza soma kitabu kile ambacho anasoma shekhe, lakini sasa mimi itakuwa interest yangu si kwa masala yale ya kidini, nasoma kitabu kile
kwa masala ya tiba. Sasa mimi nitachukua zile tiba zangu ninazozihitaji pale, basi yale masala mengine nitaachia wengine nao. Unaona? Na ndio utapata tuna vitabu vingi sana vya reference ambavyo kuna reference tofauti tofauti za matibabu. Jina langu ni Swale Ibrahim, niko msikiti wa Musa Majengo ambao iko katika wilaya ya Mombasa, na vile vile zaidi naweza kupatikana sehemu za Likoni, msikiti ambao ni hostel ya Darul Ulum. Kuna msikiti ndani ya hostel. Sasa mimi ndio niko hapo katika msikiti. Imam au khatibu au mhubiri yoyote katika jamii, mara nyingi watu wanajenga imani kubwa sana kuwa huyu anaweza kuwa ni kansela, mshauri mzuri katika mambo, kutokamana na taaluma yake au kutokamana na vile ambavyo anaongea yale mawaidha kuwaeleza watu. Ikiwa yeye ameweza kuwapa watu ushauri wa kiroho, kumjua Mungu wao, kwa hivyo inakuwa ni karibu zaidi kumpa mtu ushauri wa kiafya na kujiepusha na mambo ambayo si sawa. Mfano, ndani ya Qur'ani imekataza mambo ya uzinifu, na zinaa ni moja katika kitu ambacho kinapelekea watu kupata HIV/AIDS. Alafu kitu kingine pia ni drugs. Leo imepelekea vijana kujidunga, inapelekea vile vile kupelekea wao wameathirika na masala ya HIV/AIDS. Kwa hivyo huyu sheikh ama imam ama mhubiri anakuwa karibu zaidi na watu kuliko mtu yeyote, kuliko mwanasiasa, hata kuliko daktari. Mara nyingi tunajua mashehe si watu hawana dawa za kuweza kutibu watu, lakini ile imani ya mtu ya kwamba huyu shehe nikimwelezea huyu tatizo langu atanielekeza kwa mtu ambaye kwamba yeye ni ahasu zaidi, basi yeye huwa ana imani zaidi apate ushauri wa shehe hata ikiwa si jambo la kilele. Kwa hiyo ni mtu ambaye ameaminiwa kwa mambo yote yale.